Mbona hai hivyo mume wangu, unaenda wapi? Na msikitini hapa tunajua mke wangu bazana hivi. Jazaka kwa. Haya mume wangu. Haya, bye. Mume wangu hujafunga eh? Hapana mke wangu. Nimefunga mke wangu. Hujisikii vibaya kunidanganya? Na kama umefunga ile andazi la kazi gani? Unajua nini mke wangu? Ile andazi nilikuwa naenda kutoa sadaka hapo. Nisikilize kwa makini mume wangu. Unajiona mjanja lakini kuna Mungu. Hayo mambo yako yote unayofanya, jua Mungu anakuona. Tena anakuona chochote unachokifanya saa hizi na kinachokuja. Kwa hiyo hiari yako. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaranda na maandazi eti unaenda kutoa sadaka. Kweli hiyo ni haki unayofanya wewe? Mke wangu, si unajua mimi mumeo na maradhi ya vidonda vya tumbo. Yaani nikifunga masaa matatu tunajua mimi mumeo mara napata kifafa nafatuka. Siwezi mke wangu. Haya, chukua andazi lako ukatoe sadaka. Ila kweli mke wangu. Samahani sana, nisamehe. Jina tukifanya sio kitu kizuri. Ila naomba uniombee sana kwa Mwenyezi Mungu na mimi nitazidi kumwomba Mungu kwa ninapoenda kusali. Japokuwa si ile andazi nilikuwa nataka niende nikakazia kidogo na lima jia uzu yale kidogo tu nikazie ile tumbo. Si unajua mumeo na vidonda vya tumbo. Lakini basi. Haya mke wangu, bye. Na msikitini mama shanga kusalisha. Atanishinda. No. Wacho moja. Hawa tunao. Twende baba, hatoki mtu leo, hawa tunao nakwambia. Tunaondoka na biharusi wetu. Jamani. Tupendane kwa ajili ya Allah. Muda swala umewadia. Naomba tukasome. Oya, tumalizane michezo miwili. Au wewe tangulia. Bora tu atangulie. Cheza babu, cheza. Maana si wengine tunakwenda msikitini kwa kudoa sadaka ya tende tu. Astaghfirullah. Lakini Mungu hapendi. Na hapo ndipo unapoingia uharamu wa michezo yote kwa sababu ya kutusahaulisha mida ya swala. Mimi najua nitakapokuacheni hapa hakuna hata mmoja atakayeondoka kati yenu kwenda msikitini. Kwa hiyo unaposisitizeni. Wewe mwenyewe unaswali Ramadhani mpaka Ramadhani. Ni kweli? Nenda huko. Ni kweli, nakubali. Naswali Ramadhani hadi Ramadhani. Lakini tukumbuke kwamba swaumu bila swala haiwezi kukubaliwa. Na hapo ndipo utajua utofauti baina ya kafir na muumini. Hivyo nakuomba tu twendeni tukaswalini. Ramba baba ramba. Lakini jamani, alichokisema ni kweli. Muislamu ili funga yake ikamilike na ihesabiwe kafunga, anatakiwa kuswali. Jamani, twendeni tukaswali. Na huyo mchezo kwa shauti ya kisiriba. Biashara hizi. Pandu, mambo? Poa, mzima? Mzima. Karibu. Naomba tambi na sukari. Sikiliza. Leo mistake kukopwa. Hata mimi mistake kukukopa. Unajua niko serious. Unachokiongea. Hii pesa haitoshi. Nawe. Tambi na sukari haitoshi. Tafadhali naomba ongeza pesa. Kila siku mimi nikija hapa ndo nakukopa na mimi pia leo sitaki kukopa. Yaani pesa ulonipa hata hizo tambi zenyewe hupati. Alafu unaniambia unataka tambi na sukari. Mambo haya vipi? Kwani nimekupa kiasi gani? Wewe ni kama umenipa 3 hii. Pandu. Kama pandu ongeza pesa nikupe tambi na sukari. Una pesa potea hapa dukani kwangu. Mimi sitaki mikopo. Siku hizi yani nimeachana na masuala ya mikopo. Mkopo kesho. Tena nitafanya mpango niandike bango hapo. Usiletee uashaurambe hapa. Hapa upate chochote. Mbona kila Ramadhani vitu vyako vinapanda bei? Mara 2 ya bei ya kawaida. Ndio ilivyo. Hata ukienda huko masokoni huko vitu kibao vimepanda bei sasa hivi. Tena mara 3 zaidi ya hapa. Nirudishie pesa yangu. Alafu umesikia? Hapa dukani kwangu nisikuone tena kukanyaga. Yaani hivyo vitu vyako hivyo sijui miguu, sijui mikono, sijui kichwa visije hapa dukani kwangu. Kama unataka vitu vya rahisi, nenda katafute bwana mwenye mapesa. Akuhonge, utumie vizuri au ufungue duka lako. Umenielewa? Hebu toka huko nje maana sikusikii vizuri.
Unisikii? Asubiri sasa nimekonje. Nimetoka sasa. Ulifikiri na kuogopa au? Afu nisikilize bwana. Umeona duka hili? Niangalie. Kuna duka sasa. Utasema linapong'ara linapendeza. Umeona? Duka hili linaweza kukulisha wewe, baba yako, mama yako, dada yako, babu yako, wale waliokufa nyote mpaka na mkafa yani. Na wewe mwenyewe pia ukafa na kufuka juu. Wakakulisha. Kweli kabisa ndugu yangu, lakini unajua sisi kama Waislamu hatupaswi kuwa na maadili yasiyoeleweka. Tunatakiwa tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala kila wakati. Sio mwezi wa kula mchana tu, hata mwezi wa Ramadhani, lakini mwezi wa Ramadhani ndio tunatakiwa zaidi tumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kweli unayosema. Kwa sababu muda mwingi tunautumia maskani kucheza bao na karata. Kumbe tunajisahau kama hatuna shughuli yoyote ya kufanya. Tunapaswa kusoma sana Qur'ani na tujitahidi kumwomba sana msamaha Mola wetu ili atusamehe makosa yetu asiri na dhahiri. Kweli kabisa, kwa sababu tusitegemee kwamba hizi somo zetu tunazofunga tu kwa kukaa na njaa Allah atazitakabalia bila kufanya ibada. Ibada ndio kila kitu. Bila ibada ya swala, somo zetu kamwe haziwezi kutakabaliwa. Kwa hiyo tujitahidi inshallah kuachana na yale yote ambayo Allah ametukataza inshallah. Tena sitambuliwe vizuri hizo. Nikija nikikutambua kunatia makonzi. Dada, nikwambie uko dukani. Walikuwa akigombana kwa matusi, yuko akipigana. Ugomvi utatokea pale jambo likiwa halipo sawa. Na kuna muda ni lazima watu wagombane ili kila kitu kiwe sawa. Haifai kugombana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mtu anaitumia funga yake kwa kufanya mambo tofauti. Kutukana kwa makusudi, kupigana, kula, kusengenya, kusikiliza nyimbo, vurugu na vitu vingine. Hamtaki kufanya vitu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mmenielewa? Tumekuelewa dada. Sasa kwa nini watu wanafanya mema sana mwezi wa Ramadhani tu? Ni mwezi wa kulipa kila jema unalolifanya. Ramadhani hulipa mara 2 ya miezi ya kawaida. Haina maana kwamba ufanye mema Ramadhani tu. Hapana. Tunatakiwa kuwa wema siku zote. Ila Ramadhani tunatakiwa kuzidi. Asante dada. Tumeelewa na tunaahidi kuwa wema siku zote. Ila usisahau kutukumbusha tukijisahau na kutufundisha tusiyoyajua. Usijali. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Kwema. Kwanza nashukuru kukutana muda huu, na la pili samahani kwa kupotezea muda wako. Usijali kwa sababu sina ratiba yoyote shemeji yangu. Hapa kubwa nilikuwa naenda zangu nyumbani tu kupumzika. Hai shemeji, naomba unisaidie kitu kimoja kuhusu huyu mume wangu. Ndio. Maana naona mume wangu haelewi hata mambo ya Mungu. Haswali, hafungi, anafanya mambo yake kimya kimya. Yaani nishamuelewesha lakini jitihada zangu zimeenda kama na maji. Kwanza shemeji yangu tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa sababu huu ni msiba mzito shemeji yangu. Kwa mujibu wa dini yetu, kila mwanadamu ambaye ana akili timamu na mzima wa afya na ameshabaligh, basi tunapaswa tumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufuata vitendo vyote ambavyo ameviamrisha. Sasa ikiwa ndugu yangu yeye ni mzima na hafanyi hivyo, kiukweli anakosea na anamkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila usijali shemeji yangu, Pando mimi ni rafiki yangu. Inshallah nitazungumza naye na naamini atanielewa tu. Haya, asante shemeji, nitashukuru kwa hilo.
Inshallah hamna shida. Cha msingi tuzidi kumuombea kwa Allah na wewe usiache kumuombea kila unaposwali inshallah. Haya inshallah. Hamna shida. Naelekea huko. Di mdogo wangu, naomba uniache nikaandae vyakula vya futari, maana hao vivuruge wangu hawapo, wametoka. Sijui wameenda wapi, wala sijui watarudi saa ngapi. Nikikuendekeza wewe, tutafika mpaka jioni tuko hapa. Kwa mazungumzo gani ya kutufikisha mpaka jioni? Di, unatabirika? Nimekumbuka. Jana nimeenda dukani kwa Pandu, aniuzie tambi na sukari. Si aninye mbovu. Amefanyaje? Maana Pandu tushamchoka hapa mtaani. Asipofanya hili, ana tukio hili. Asipofanya hili, ana tukio hili. Haya. Nimempa 3000, nimemwambia ataka tambi na sukari. Mara leo sitaki kukopwa. Mimi mwenyewe nikamjibu, na mimi sijaje kukopa. Si agome kuniuzia na maneno tele. Wallahi yule mzee mtata. Yaani huyo mkewe sijui anaishi naye vipi. Maana mimi namuogopa. Haya, ikawaje? Iweje? Nikamwambia nirudishie pesa yangu. Akaikunja kunja na kuirembea nje. Na huku akaendelea kunisema. Nikamwambia toka nje, maana huko sikusikia. Si akatoka. Mara kwani unadhani mimi nakuogopa? Hili duka naweza kukulisha wewe, baba yako, mama yako, waliokufa mpaka waliofufuka. Ana uwezo wa kulisha waliofufuka Pandu. Si ni mchape kibao kimoja tu. Wewe shoga yangu, wewe kiboko. Maana mimi ningeshinda. Mume wangu. Nini wewe? Mume wangu. Uniamsha tu. Au shida yako nipate mara za chimpumo hapa sasa hivi? Sasa mume wangu nimekuamsha kwa ajili ya adhana tayari uende ukaswali. Azana. Wewe unajua azana? Azana imeanza kuanza Bilali kipindi hiko huko. Isije kwa leo sasa na siku hizi. Hebu niache nipumzike hapa sasa hivi sije nikafakatoka. Na kufuru mimi. Wewe watu wanaokufuru unajua wewe? Unasijua night club wewe? Wale ndo wanakufuru. Nenda night club kule utaona wanavyokufuru. So mimi tu. Mungu msamehe mja wako. Anisamehe nini? Kwani mimi nimemkosea nini? Mimi nimemkosea Mungu. Alafu usitaki kunichonganisha na Mungu wewe. Umesikia? Niache nipumzike. Shida yako unataka nifakatoke hapa kwa kunishtua? Au unataka kuniua mimi bado mdogo? Unioni kama bado mdogo Usiona nishtua tu. Mimi nimelala zangu hapa, Ramadhani shanikaa sasa hivi hapa. Natamani muda ufike nikachukua tende msikitini hapa sasa hivi. Wewe unakuja unaniamsha. Nikija kufariki dunia hapa. Kazi yako utaomboleza tu. Mbona atakuhudumia huko ndani? Mimi kukuamsha kwa ajili ya mambo ya Mungu, wewe unanitolea maneno hivyo? Bana sikiliza. Mungu kila mmoja anamjua duniani. Wewe anakujua na mimi nanijua. Kwa hiyo mimi acha nipumzike zangu. Kila mtu ana mali zake hapa duniani. Haya. Samahani babangu. Mimi sio baba yako. Kwanza ushanikera. Hebu ngoja niende zangu maskani. Kaniletea vitu vyangu bana. Yaani Palo, unathubutuje kukubali kupigwa makofi na mwanamke? Tena mbele ya kadamnasi ya watu mwanangu, umetuangusha. Unatudhalilisha wanaume wenzako mjomba. Hivi ndio tulivyokubaliana katika kikao cha wanaume? Baba bure huyu. Nyama mjomba wanawake wanatoka kwenye bavu wa kushoto. Nataka nimkate makofi pale anguke alafu nisingizwe kesi ya bakaji. Nyewe vipi bana? Umetuangusha mwanangu. Wewe unaongea nini bana? Asalamu alaykum. Poa vipi? Ndugu zangu, naomba tujaribu kubadilika.
hii michezo tunaocheza hapa sio mizuri, bali tunaiendekeza tu. Huyu jamaa siku hizi anajifanya mtume sasa, maana kazi yake siku hizi kila anapopita umeelewana vizuri? Haya, sawa baba, endelea kutuhubiria. Oya, azana bado kwani? Mimi nishapagawa sasa hivi sielewi. Bana mimi nataka niende msikitini kadoe tende sasa hivi. Sielewi hapa. Jamani, najua mnaona hayana maana haya ninayoongelea, ila kama Waislamu wenzangu sitoacha kukumbusheni juu ya masuala mema, kwa sababu katika kipindi hiki tunatakiwa tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi huu ndio mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani, kwa hiyo tunatakiwa tujikurubishe kwa Allah, tunatakiwa tuombe msamaha, tunatakiwa tukeshe usiku, lakini sio kwa sababu ya mambo haya. Pandu. Mume wangu vipi, unaendeleaje sasa hivi? Mke wangu acha tu. Leo najisikia kufa tu. Sema kidogo sasa hivi afadhali. Namshukuru Mungu. Ashukuriwe Mungu alikuwepo shemegi na wengine, maana bila hao hali ingekuwa mbaya zaidi. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jinsi ulivyokuwa mwanzo sivyo tulivyotegemea kwamba utakuwa hivi, kwa sababu mwanzo ulikuwa katika hali mbaya zaidi. Kama sasa hivi sihaba, alhamdulillah, umeweza kukaa kitako, umenyosha miguu, unapata angalau kuzungumza, ni jambo la kumshukuru Allah. Lakini rafiki yangu, mimi ningependa nikusisitize kwamba unatakiwa ubadilike. Wewe ni Muislamu, umetoka katika mishipa ya Kiislamu, umelelewa Kiislamu, na naamini dini unaijua vizuri. Kwa hivyo unapaswa ubadilike. Yale masuala ya ukipita kona hii Pandu yuko hivi, ukipita kona hii Pandu yuko hivi, ukipita huku Pandu yuko hivi, mtoto mtu mzima kila mmoja anakuzungumzia wewe kwa mambo mabaya, inakuwa si jambo zuri. Hata Allah subhanahu wa ta'ala hapendi jambo hilo. Kuna miezi 11 ya kula, kwa hiyo sidhani kama hii miezi 11 ya kula utakuja kushindwa siku hizi 29 ama 30 za kufunga. Tayari rafiki yangu, na sasa hivi Ramadhani bado haijesha, na Mungu anapokea toba ya kila mja ambaye atatubia kwa kweli. Kwa hiyo ili tujiepushe na mashimo ya moto, kwa hiyo unatakiwa ufunge, unatakiwa uswali, unatakiwa ufanye mambo yote ya ibada ambayo yanampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, na akuweke mbali na shimo la moto inshallah. Nimekuelewa rafiki yangu, ila mke wangu pamoja na rafiki yangu hapa, na kuombeni sana msamaha kwa yote ambayo nimekukosea. Nimekusamehe mume wangu kuanzia hapa duniani mpaka akhera. Yani hata mimi nimeshakusamehe fi dunia wal akhira, naamini na Allah naye atakusamehe inshallah. Mimi nimebadilika. Kuanzia leo nitakuwa na maabudu Mungu, nafunga, natoa zaka, nafanya kila jema ambalo Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Haya, kwa hiyo basi inshallah mimi acha nikuacheni.